Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, alizaliwa kando ya mto wa maji unaojulikana kama Tiririka katika kijiji cha Ngendu, eneo la Mlima Kenya. Baba yake Kenyatta alikuwa mzee aliyefuga mbuzi na kondoo wengi na alijulikana kama Muigai. Mzee Muigai alikuwa na wake wengi na kila mke alikuwa na nyumba yake kivyake sawa na mila za Wakikuyu. Mama yake Kenyatta alikuwa mwanamke kwa jina la Wambui. Tarehe haswa alipozaliwa Jomo Kenyatta haijulikani, kwani Wakikuyu hawakuwa wameanza kuweka rekodi au kusalia hospitalini wakati huo. Wanahistoria waliochunguza historia yake wanapendekeza Kenyatta alizaliwa wakati wa mwaka wa 1890 na 1897, wakati ambao wazungu wa koloni walikuwa wameanza kufika Ukikuyuni wakieneza elimu na dini yao. Kenyatta alipewa jina la Kamau, jina ambalo alikuja kubadilisha baadaye alipoenda ughaibuni. Baba yake Muigai, ambaye alimfundisha ufugaji na desturi zingine za kiume, aliugua na kuaga dunia ghafla wakati Kenyatta akiwa bado mvulana wa chini ya miaka 10. Baada ya kifo cha mzee Muigai, wazee wa kijiji walimchukua Kenyatta na mama yake Wambui na kuwapeleka kwa mjomba wake Ngengi, ambaye alimuoa Wambui sawa na desturi za jamii. Basi Kenyatta akapata baba mwingine na akachukua jina la mjomba wake huyo, akajiita Kamau wa Ngengi. Muda mfupi tu baada ya mzee Muigai kufa, Wambui alizaa mtoto wa pili wa kiume ambaye alimpa jina Kongo. Mwanawe wa tatu alizaliwa wakati ameolewa na kuwa mke wake Ngengi na akampa jina la Muigai. Ilifikia mahali mzee Ngengi akaanza kuwa mbaya kwa Kenyatta na ndugu zake wawili, licha ya kuwa wawili wao walikuwa watoto wa marehemu ndugu yake mkubwa. Huenda hii ilitokana na kuwa Ngengi alikuwa na wake na watoto wengine, na jukumu la kumlea mke wa marehemu kakake na watoto wake likaanza kumlemea. Ukatili wa mjomba Ngengi ulipozidi, Wambui mama yake Kenyatta aliamuka siku moja asubuhi ya mafunguli ya ng'ombe na akamchukua kitinda mimba Muigai akiwa bado ni mtoto mchanga na akatorokea kaskazini kuishi na wazazi wake. Wambui aliaga dunia akiwa huko kwa wazazi wake na kuacha mtoto mchanga Muigai. Kenyatta alipopata habari ya kifo cha mamake, alifunga safari hadi kaskazini na kumchukua ndugu yake mdogo Muigai aje kumlea. Pamoja na ndugu zake walienda kuishi na babu yao Kongo wa Magana, ambaye alikuwa daktari wa kienyeji. Kenyatta alikuwa kijana mwerevu na mpekuzi, kitu ambacho kilimpa tamaa ya